Mungu ni mwema na kila wakati. Na hiyo Zaburi 124, Psalm 124. Zaburi 124. Ikiwa umefika hapo sema amen. Hao ni wachache. Psalm 124. Zaburi 124. Haya, sema amina. Nitaanza kusoma. Neno la Mungu linasema hivi: kama Mwenyezi Mungu asingalikuwa upande wetu, semeni nyote mlio katika Jesus Winner Ministry, kama Mwenyezi Mungu asingalikuwa upande wetu. Haleluya. Wakati ule tuliposhambuliwa na adui, hakika tungelimezwa tukiwa hai. Wakati hasira zao zilipotuwakia, tungalikumbwa na gharika, tungalifunikwa na mto wa maji, mkondo wa maji ungalituchukua. Atukuzwe Mwenyezi Mungu ambaye hakutuacha makuchani mwao. Tumeponyoka kama ndege katika mtego, mtego umeteguliwa nasi tukaokoka. Msaada wetu watoka kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Sema amen. Zakaria chapter 4. Kitabu cha Zakaria kwa huko mbele kidogo. Zakaria chapter 4. Mstari wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: naye akaniambia niseme neno hili la Mwenyezi Mungu kumhusu Zerubabeli. Mwenyezi Mungu wa majeshi asema hivi: huwezi kushinda kwa nguvu au kwa uwezo wako mwenyewe, bali kwa msaada wa Roho yangu. Mimi Mwenyezi Mungu wa majeshi nimesema. Sema amen. Naye akaniambia pia niseme neno hili la Mwenyezi Mungu kumhusu Zerubabeli. Mwenyezi Mungu wa majeshi asema hivi: huwezi kushinda kwa nguvu au kwa uwezo wako mwenyewe, bali kwa msaada wa Roho yangu. Mimi Mwenyezi Mungu wa majeshi nimesema. Sema haleluya. Kitabu cha mwisho turudi Zaburi chapter 40 verse 1. Psalms chapter 40 verse 1. Haya, tulisema tunataka tupelekane tuwe kama kanisa la Waberia. Haya, Zaburi chapter 40, Psalm 40 verse 1 inasema hivi: nilimngojea Mwenyezi Mungu kwa uvumilivu. Nilimngojea Mwenyezi Mungu kwa uvumilivu, akanielekea na kukisikia kilio changu. Sema amen. I waited patiently for the Lord's help. I waited patiently for the Lord's help. Then he listened to me and heard my cry. Funga Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Justus atanisaidia kurudia Zaburi 124 kwa upole, lakini wewe ambaye unaandika, andika hapo wait upon the Lord. Ambia jirani yako wait upon the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi 124, Zaburi hiyo imeandikwa na mtumishi aliyeitwa Daudi
na pia Zaburi ya 40 imeandikwa na mtumishi aliyeitwa Daudi. Na Daudi ameandika zaburi nyingi katika kitabu ama vitabu vya Zaburi, na hivi vitabu vingi viliandikwa vikiwa ni wimbo. Na kwa hivyo katika Zaburi 124 neno la Mungu linaanzia na maneno ambayo yanaonyesha mambo ambayo Daudi alikuwa ameyapitia. Sema haleluya. Amen. Daudi alikuwa ni kijana mdogo sana alipochaguliwa na Mwenyezi Mungu. Alikuwa ni kijana ambaye hakukuwa na ile experience ambayo inahitajika. Wakati alimwagiliwa mafuta na nabii wa Mungu Samueli, alikuwa bado kijana, hana bibi, hana watoto, hana ndoa. Alikuwa anategemea msaada wa wazazi wake. Kwa hivyo hata kama hauambiwi miaka, alikuwa kijana mdogo ambaye ako kwa chini ya nyumba ya baba yake, pengine chini wa miaka 20. Lakini Daudi alikuja kukalia kiti cha ufalme akiwa na miaka 30. Alimwagiliwa mafuta akiwa kijana mdogo, lakini manifestation ya hiyo ahadi ilikuja kutimia akiwa na miaka 30. Na hapa katikati anapitia changamoto nyingi sana. Hapa katikati anategwa na mitego ya kila aina. Hapa katikati mfalme Sauli anamjaribu kwa njia zote, na anajaribiwa kwa sababu ahadi ya Bwana iko mbele yake. Sema amen. Kuna kitu ambacho Mungu amemwekea mbele yake, na wakati Mungu huwa anatuahidi ama anakuahidi, Mungu akiahidi kutenda lazima atatenda. Yes. When the appointed time comes, Mungu lazima atafanya. Dio. Lakini hapa katikati kunakuwa na process. Yes. Mambo ambayo huwa tunapitia. Dio. Daudi akapitia mambo mengi sana ya uzito na ya uchungu. Hata watu wao wakati moja wakamuachilia. Lakini baadaye wakakuja wakajiunga na yeye. Vita vikakuwa vikali pande zote. Yes. Ikafika pahali ambapo Daudi akakuja kuona na kujua hakuna msaada mwingine mzuri katika ulimwengu huu. Yes. Ila msaada wa Mwenyezi Mungu. Sema amen. Amen. Akajua ya kwamba watu ni wazuri ndio, lakini kuna watu ambao hata kama ni wazuri, kuna mahali hawawezi kukufikisha. Yes. Na kuna watu wabaya ambao hawawezi kukusaidia. Yes. Kuna watu ambao ni wazuri, yes, lakini kuna mambo hawawezi kukusaidia. Yes. Daudi akakuja kujua ya kwamba msaada wake unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Akajua kuna ahadi Mungu ameniwekea. Siku moja nitakuja kuwa mfalme. Na tayari Mungu ameongea. Mafuta nimemiminiwa. Na tayari niko na ahadi ya kwamba itatendeka. Lakini vita na changamoto vimeinuka. Daudi akasema katika Zaburi 124, kama sio Mwenyezi Mungu amekuwa upande wetu. Yes. Haleluya. Kama sio Mwenyezi Mungu amekuwa upande wangu. Yes. Sio familia yangu imekuwa upande wangu. Sio watu wenu wamekuwa upande wako. Yes. Sio jirani yako amekuwa upande wako. Yes. Daudi anasema kama sio Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa upande wangu, anajua ya kwamba vile niliangusha Goliathi haiwezekani kwa mwili na damu. Mtu ambaye alikuwa ni jitu, mtu ambaye alikuwa na mwili kubwa, na kijana mdogo amuangushe na jiwe moja. Anasema kama sio Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa upande wetu, kama sio Mwenyezi Mungu wakati adui alikuwa ananishambulia, wakati Sauli alikuwa ananitafuta, mfalme ambaye anatawala ako na magari ya majeshi, ako na farasi za jeshi, ako na maaskari wa jeshi, na mimi kijana mdogo sina chochote. Kama sio Mwenyezi Mungu amekuwa upande wangu, ningekuwa wapi siku ya leo? Sio kwa zile nguvu ambazo walikuwa nazo, sio kwa ile werevu aliyokuwa nayo, sio kwa ile kidogo alichokuwa nacho, lakini Daudi anajua na anatambua ya kwamba
kwamba kuna Mungu amekuwa upande wake. Na hakuna kitu kizuri kanisa kujua na kuamini ya kwamba Mungu ako upande wako. Hakuna kitu kizuri watu wacha wakuondokee, lakini Mungu asimame upande wako. Mungu akikuwa upande wako, hapo ndipo tuliambiwa. Elisha akaambia Gehazi, usijali wale ambao wametuinukia, usijali wale wanaotuzunguka. Ninakuombea leo macho yako yafunguke, ujue yule Mungu aliye upande wetu. Maana walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Daudi anasema kama sio Mwenyezi Mungu amekufikisha mahali umefika, sio kwa nguvu zako na uwezo wako, sio kwa sababu uliweza kwa nguvu zako, lakini kuna Mungu ambaye alihusika, Mungu ambaye ameshika mkono wako, Mungu ambaye ametembea na wewe. Anasema tena, wacha Israeli warudie ya kwamba kama sio Mungu alitembea na Israeli wakati tulitoka Misri, tulitembea katika jangwa, na katika jangwa tukakutana na bahari ya Shamu. Lakini bahari ya Shamu ilipoona Jehova, bahari ya Shamu ikajifungua. Kama sio Jehova alikuwa upande wetu, hata wakati tulifika Baalamu, Baalamu akataka kutulaani, lakini Jehova alibadilisha laana akafanya baraka. Kama sio Jehova alikuwa upande wetu, hata wakati tulifika Yordani, Yordani ilipoona Jehova, Yordani ikajifungua. Kama sio Jehova alikuwa upande wetu, tukafika katika nchi ya Jericho ambazo kuta zake zinafika pale. Lakini kwa sababu Jehova alikuwa amefika, kuta za Jericho zikajiangusha. Kama sio Jehova alikuwa upande wetu, kama sio Jehova ametembea na sisi, kama sio Jehova ametembea na wewe, wakati maadui walikuinukia, ahadi ya Bwana iko mbele yako. Jehova amekwambia utaenda ng'ambo, lakini hapa kuna watu wanakupinga. Lakini kama sio Jehova ambaye amesimama upande wako, maadui wako wangekumeza. Kama sio Jehova alisimama na Israeli wakati maadui waliwainukia, wafalme waliokuwa na nguvu, lakini Jehova mwenyewe hakuhitaji miungu yao. Yeye mwenyewe ni Mungu juu ya miungu yote ingine. Hakuhitaji msaada wa binadamu. Anaambia Israeli wakumbuke ya kwamba ni Jehova ametembea na wewe. Mahali tumefika ni Jehova ambaye amekuwa mbele yako, ambaye amekuwa nyuma yako, amekuwa kulia na kushoto. Ndio maana uko hai siku ya leo. Daudi anajua mahali nimefika, kukalia kiti cha ufalme nikiwa na miaka 30. Mimi ni kijana mdogo, lakini kwa miaka 30 nimengojea miaka 12. Nimepigwa vita za kifamilia, nimepigwa vita na wafalme, nimepigwa vita hata na wachawi, lakini hakuna uchawi iliniweza. Maana Jehova alikuwa upande wangu. Hata Saul akikuwa mfalme na majeshi yote ya vita na intelligence yote ya kifalme, lakini Jehova alikuwa upande wangu. Na Jehova akikuwa upande wako, anakuficha na mkono wake. Utakuwa lakini hauonekani, unatembea lakini hauonekani, maana Jehova amekufunika. Daudi anasema kama sio Jehova amekuwa upande wetu, Israeli wajue ya kwamba sio kwa nguvu zetu wala uwezo wetu, lakini Jehova ametembea na sisi. Aliyesema ya kwamba tutakuwa na uwanja wa kanisa, akaongea mwaka wa 2017, akaongea kuhusu uwanja, lakini haijakuwa rahisi. Lakini Jehova amekuwa
alikuwa upande wetu. Sio watu ambao wametembea na sisi, sio nguvu za kibinadamu, sio milango ambayo tulikuwa na uwezo wa kufungua. Lakini Israeli na Jesus winner, jueni ya kwamba ni Jehova amekuwa upande wako. Sio kwa sababu ya uwezo mwingi. Wakati wachawi walikuinukia wakasema ya kwamba kukufa utakufa, lakini neema ya hii madhabahu ikafunika maisha yako. Sio kwa sababu ya kitu kingine. Jehova alikuwa upande wako. Kama Jehova ako upande wako, hata wakikuja 100 wakuje 1,100, my brother my sister, Jehova akiwa upande wako, usiogope maadui wako. Akisimama upande wako, kila kitu kinasimama. Jehova akishuka, mbingu na dunia zinasimama. Daudi anasema ya kwamba Jehova mwenyewe amesimama upande wetu. Jehova. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama sio Mwenyezi Mungu ambaye alikuwa upande wetu, akatushika mkono mahali ambapo haukuweza kuingia, Jehova ndiye aliingia mbele yako. Kwa hiyo embassy ya kuenda USA, hiyo embassy ya kuenda Germany, sio wewe uliingia. Kuna Jehova aliingia mbele yako, akatayarisha moyo wa huyo mtu. Wakati ulisimama mbele yake, sio wewe ulionekana. Jehova aliongea kwa niaba yako. Kama sio Jehova alisimama upande wako, haungekuwa mahali umefika. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema ya kwamba nini, mchungaji? Mstari wa pili. Haleluya. Inasema kama Mwenyezi Mungu asingalikuwa upande wetu, wakati ule tuliposhambuliwa na adui, hakika tungemezwa tukiwa hai. Simama hapo mchungaji. Adui ambaye alikuwa anakuinukia na ananiinukia, adui aliyekuwa anainukia hii madhabahu, ati Daudi anasema hakukuwa tu adui wa kawaida. Ukisikia adui anaweza kukumeza ukiwa uhai, huyo adui ako na ubaya mbaya, ako na ubaya usio wa kawaida. Anasema ya kwamba huyu adui angetumeza tukiwa uhai. Bwana Yesu asifiwe. Hata hangekuwa na wakati mwingine. Yani urogi yake, uchawi yake, uganga aliyokuwa anatumia, zile nguvu alizokuwa anatumia zilikuwa za kutumaliza mara moja. Lakini Jehova alisimama kwa niaba yetu, kwa sababu ya ahadi iliyo mbele yako. Kuna jambo Mungu amekuambia, kuna kitu Mungu alikuongelesha. Inaweza kuwa ni siku ya kwanza uliingia hapa, inaweza kuwa ni mara ya kwanza uliingia hapa, lakini kuna sauti Jehova aliongea. Hiyo sauti ndiyo Baba anaichunga. Hiyo neno ndiyo Jehova anaichunga. Maana Jehova ni neno mwenyewe. Kila kitu kitapita, lakini neno litasimama. Wewe na mimi tunaweza enda, lakini neno litasimama. Lakini kabla uende, hilo neno lazima litatimia. Kile Jehova alikwambia, anaangalia neno lako. Na ndiposa Jehova anasema hata wachawi wakiinuka, kuna sauti iliongea ikasema, my sister, utaolewa na bado haujaolewa. Ndio maana uchawi haitakuweza, maana kuna neno linaongea. Hata wakati unatembea katika giza, giza haijakumaliza, kwa sababu kuna neno liongewa, neno ambalo linasema ya kwamba kupona utapona, na kuoa utaoa, na nyumba ya mawe utajenga, na shamba utanunua. Jehova ako upande wako kutimiza hicho ambacho walisema. Hata kama umepitia malima, hata kama umetembea kwa mabonde, lakini ukiingia kwa mabonde, Jehova anaingia na wewe. Hata ukipanda milima, Jehova amepanda na wewe. Inaweza kuwa haujamsikia, lakini hata wakati hausikii Jehova, bado wako pamoja na wewe.
angetumeza tukiwa uhai. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Maadui wa hii madhabahu, maadui wa kazi ya Mungu, maadui wa Bwana Yesu, wangetumeza tukiwa uhai. Lakini nashukuru Jehova, maana aliongea na akasema ya kwamba kujenga, tutajenga kanisa mpya. Na hapa vile tumepitia, hiyo haijalishi milima na mabonde, lakini popote tumepitia, kile neno Jehova aliongea, aliongea 2017, hiyo neno amekuwa akiichunga, hiyo neno amekuwa akiiangalia. My brother, my sister, inaweza kuwa mambo yako hayajakuwa mazuri, bado kuna ahadi yako haijatimia, lakini nakwambia ngojea Jehova. Wewe ngojea tu Jehova. Haujui ataingilia wapi, haujui kama atakuja kwa ile mlango, ama atapitia kwa dirisha, ama atakuja wakati wa maombi, ama ataingia wakati wa sifa, ama atapitia kwa hili neno. Lakini kila ninajua, Jehova kukuja lazima atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Adui angetumeza tukiwa uhai. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawataki kuona ukiendelea, watu ambao hawafurahi ukiendelea, midomo yao imefunguliwa, wako tayari kukumeza, wako tayari kumaliza moyo wako, wako tayari kufunga maisha yako. Lakini maisha yako haiko mikononi mwao, maisha yako iko mikononi mwa Jehova, na hakuna anaweza kukuondoa. Ndio maana Daudi akasema, afadhali niangukie mikono ya Jehova, maana mikono ya Bwana imejawa na huruma. Afadhali uangukie mikono ya Baba. Nashukuru Jehova siku ya leo, maana anasema nimekuandika katika kiganja cha mikono yangu. Umeandikwa kwa mikono ya Jehova. Akiangalia mkono wake, anaona uso wako, anaona watoto wako, anaona kazi yako, anaona Bwana yako. Shukuru Bwana siku ya leo, hauko mikononi mwa maadui, uko mikononi mwa Jehova. Uko pahali Jehova amekushika kwa mkono, amekamata uhai wako, ameshika nafsi yako, ameshika moyo wako. Vile unatembea ni Jehova, uko mikononi mwa Jehova. Najua mambo hayajakuwa mazuri, lakini Daudi anasema Jehova ako upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Endelea mchungaji. Hakika tungemezwa tukiwa hai, wakati hasira zao zilipotuakia. Wakati hasira zao zilituakia, ndio. Endelea. Tungalikumbwa na gharika, ndio. Tungalifunikwa na mto na maji, ndio. Mkondo wa maji ungalituchukua, ndio. Atukuzwe Mwenyezi Mungu. Simama hapo mchungaji. Ndio. Anasema ya kwamba kulikuwa na gharika. Yes. Kumekuwa na mawimbi. Yes. Kumekuwa na upepo. Ndio. Kumekuwa na majaribio. Yes. Hata mateso yamekuwa ni mengi. Ndio. Kuna watu hata wamejaribu kukuondoa kwa madhabahu, wamejaribu kukuombea, lakini imeshindikana. Yes. Wamejaribu kukuongelesha, lakini imeshindikana. Yes. Wamejaribu kufanya mambo yao wakuondoe mahali Jehova alipanga, lakini mahali Mungu amepanda hakuna anaweza kung'oa. Kile Jehova alipanda hakuna mtu anaweza kung'oa. Na ndio maana hii madhabahu ya Jesus Winner Ministry, mahali tulianzia, Jehova ndiye alipanda hii madhabahu. Na hata mambo yakikuja, madhabahu haiwezi tingisika, maana yule aliyepanda hakuna anaweza kuing'oa. Yule alianza hii kazi ya madhabahu, hata watu wakiinuka, hata serikali zibadilike, hata watu wainuke, hata mambo yatokee, lakini yule alianza hii kazi lazima ataishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Jehova alituahidi ya kwamba tutaweza kupata shamba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haijakuwa rahisi. Na ujue hii shamba sio yako, hii shamba ni ya Jehova.
Hii shamba si yako na si yangu na si ya mchungaji. Ndio. Hii shamba ni ya Jehova. Yeah. Ujue Jehova ni mwenye dunia. Ndio. The whole world, dunia yote. Mashamba yote ya dunia ni ya Jehova. Ndio. Lakini eka 3 inapingwa kana kwamba ni dunia mzima. Yeah. Yeah. Mwenye dunia, mwenye mashamba yote, shamba yake inapingwa, shamba yake inainukiwa. Lakini nakwambia mpendwa, hakuna yule ambaye anaweza kile Jehova ameongea. Hakuna yule anaweza zuia kile Jehova alisema. Hakuna yule anaweza ondoa kile Jehova alipanda. Hakuna yule anaweza kufuta kile Jehova aliandika. Hakuna yule anaweza badilisha kile Jehova aliwaza. Kile Mungu ameongea juu ya maisha yako. Hata kama umengojea watoto miaka 5, miaka 10, nimekuja kukuambia endelea kungojea Jehova. Usiondoke mahali hapa. You are right place. You are at the right time. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi pingamizi ni za aina gani. Haijalishi nani wanasema haitawezekana. Lakini nimekuja kukuambia mpendwa, ya kwamba kile Jehova aliongea juu ya maisha yako, hakuna yeyote atakaye badilisha. Hata kama umengojea hiyo ahadi, hata kama korona ilikuja, korona haikukuzuia, kwa sababu makusudi ya Jehova lazima yatatendeka juu ya maisha yako. Hata kama mambo yanaweza badilika, lakini ninakuja kukuambia ahadi ya Bwana juu ya maisha yako lazima itatimia. Hata kama miaka imeenda, hata kama watu wameinuka, hata kama wamepanda juu, hata kama hauwaoni, lakini nimekuja kukuambia Jehova kutenda atatenda kwa wakati unaofaa. Kwa wakati unaofaa. Kwa wakati unaofaa. Jehova atakutimizia kile Baba alikuambia. Kile Jehova aliongea. Alikuambia utajenga. Nakwambia kujenga utajenga. Kule pesa zitatoka. Yeye ndiye anajua. Kule mtoto atatoka. Yeye ndiye anajua. Kule bwana yako atatoka. Yeye ndiye anajua. Kule visa itatoka. Yeye ndiye anajua. Kule bibi yako watatoka. Yeye ndiye anajua. Wait upon the Lord. Jehova anakuja. Usiondoke kwa barabara. Usiondoke kwa madhabahu. Usiondoke neema. Usiondoke neema. Kaa katika neema. Maana Jehova anakuja. Your God is coming. Your God is coming. Jehova anakuja. Kukuja anakuja. Barabarani anakuja. Kwa afya yako anakuja. Hata kama ni kansa, hata kama ni pneumonia, God is coming. God is coming. Jehova anakuja. Nakwambia my sister, leo ni tarehe 3 na mwezi ni wa 3, na Yesu wa Nazareti alifufuliwa siku ya 3. Nakwambia siku ya leo lazima kuna jambo Jehova atatenda. Jehova atatenda kwa wakati unaofaa. Kwa wakati unaofaa. Jehova atatenda. Nasema atatenda. Jehova atatenda. Wow! Atatenda. Kalia kiti chako. Wow! Kalia kiti chako. Glory. Ni vizuri kuelewa Ndio masaa na wakati. Yesu alifanya kazi ya Baba akiwa na miaka 30. Ndio. Hiyo ni namba ya 3. Yes. Alifanya hiyo kazi kwa miaka 3. Ndio. Hiyo ni namba 3. Yes. Alikufa na akafufuliwa siku ya 3. Ndio. Hiyo ni namba ya 3. Yes. Naye Jehova ni Mungu Baba. Ndio. Ni Mungu Mwana. Ndio. Na ni Mungu Roho. Jehova ni mara 3. Na leo ni mwezi wa 3. Ndio. Na tarehe ni ya 3. Nakwambia maisha yako, your God is coming. Your God is coming. Nasema Jehova anakuja. Kukuja anakuja. Na masaa haitazuia. Masaa haitazuia. Majira haitazuia. Maana Jehova ako upande wako. God is
on your side. Sio jirani yako ako kando yako. Jehova ako kando yako. Bwana Yesu asifiwe. Jehova ako kando yako. Ako upande wako. Haleluya. Watu waliongea wakasema haitawezekana, lakini nashukuru Bwana. Daudi anasema atukuzwe Jehova, atukuzwe Baba ambaye alitegua mitego yao. Nashukuru Baba, mitego iliyowekwa leo imeteguliwa. Nakwambia my brother, ukiona shamba ya Jehova, Jehova ameileta. Jua mitego yao, mitego yao imeteguliwa, imeteguliwa. Kile waliweka Jehova ameondoa, kile waliweka Jehova ameondoa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho kingezuia Jehova kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu. Daudi anasema atukuzwe Mwenyezi Mungu. Ndio. Anasema nini mchungaji? Atukuzwe Mwenyezi Mungu. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Kidogo tu. Ikiwa kuna watoto wameketi, please upeane viti. Kuna watu ije kumejaa na kuna watu wakubwa na viti. Tuendelee. Asante. Thank you. Tuendelee. Mstari wa 6. Wa 6. Atukuzwe Mwenyezi Mungu, atukuzwe Mwenyezi Mungu ambaye hakutuacha makuchani mwao, ambaye hakutuacha kwa makucha ya maadui. Ndio. Adui alikuwa ametushika, ndio, alikuwa tayari kutumeza. Hata sio mikono yake imetushika, makucha ya adui ndio yalikuwa yametukamata. Yani huyo ni mtu ako karibu kukumaliza, ako karibu kukurarua, ako karibu kumaliza maisha yako. Lakini Daudi anasema atukuzwe Mwenyezi Mungu ambaye hakukubali, ambaye ametuondoa kutoka kwa makucha yao. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unaelewa, sijui kama unaelewa ya kwamba kuna kitendo Mungu anatenda na tayari ametenda. Waliokushika na makucha yao, wale ambao walikuwa wamekukamata na makucha yao, wakisema hapa kuondoka hautaondoka. Daudi anasema ya kwamba atukuzwe Jehova ambaye ametuondoa kutoka kwa makucha yao, makucha ya kutumaliza, makucha ya kutuangamiza. Lakini atukuzwe Jehova ambaye ametuokoa. Ambia jirani yako umeokolewa. Mwambie umeokolewa. Kuokolewa, umeokolewa. Kwa waliotaka kukumaliza, kwa waliotaka kukuangamiza. My sister, my brother, nikuambie, ukiona Jehova amefanya ya shamba yake, yako ni nini? Yako. Haujasikia? Ukiona Mwenyezi Mungu ametetea kazi yake, amepeana kilicho chake, aliingia kwa maofisi, Jehova akaingia kwa maofisi wakati makaratasi yalikuwa kwa file, akaenda akifungua file zote. Wakati vizuizi vinawekwa, Jehova mwenyewe anaondoa, serikali zikabadilika, lakini Jehova akaendelea na kazi yake. Hakuna kitu kimezuia kile Jehova amekusudia. Yako ni kidogo sana, yako ni kidogo sana. Nasema yako ni kidogo sana. Hiyo shida imeishi kukusumbua. Ikiwa hii ya Jehova imetendeka, lazima yako itatendeka. Lazima yako itatendeka. Lazima yako itatendeka. High five jirani yako. High five jirani yako. Mwambie yako itatendeka. Mwambie yako itatendeka. Mwambie yako itatendeka. Guza watu wawili watatu. Mwambie yako itatendeka. Mwambie itatendeka. Jehova ametimiza yake. Jehova ametenda yake. Yako inatendeka. Visa unapokea. Watoto
unapokea. Sasa nakwambia my sister, mbingu imefunguka. Mbingu imefunguka. Nakwambia ya Jehova imetendeka. Na ya Jehova ikiwa imetendeka, lazima mbingu imefunguka. Mbingu imefunguka. Nasema imefunguka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona ya Jehova imetendeka, lazima mbingu imefunguka. Mbingu haijafungwa. Mbingu imefunguka. Sema mbingu imefunguka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Jehova ambaye ametuokoa kwa waliosema haitawezekana, lakini leo imewezekana. Bwana Yesu asifiwe. Zerubabeli akaambiwa, kushinda utashinda, lakini sio kwa uwezo wako. Mwambie sio uwezo wako. Mwambie sio uwezo wako. Mwambie sio uwezo wako. Zerubabeli akaambiwa, haleluya, kushinda utashinda, lakini si nguvu zako, si uwezo wako, sio masomo yako, lakini roho wa Jehova anashuka. Haleluya. Kuna roho ambaye anashuka. Bwana Yesu asifiwe. Umeng'ang'ana sana, lakini leo kuna roho anashuka ndani yako my sister, my brother. Kuna roho anashuka leo. Kufaulu utafaulu. Kuna roho anashuka kwenda ng'ambo, kujenga utajenga. Kuna roho ambaye anashuka, pesa utapata. Kuna roho anashuka. Kuna roho wa Jehova. Kuna roho atakuinua. Kuna roho atakunyanyua. Kuna roho, haleluya, roho wa Jehova atakuwezesha. Roho wa Jehova atakusaidia. Maadui wako, maadui hawatakuona. Kuna roho anashuka ndani yako. Haleluya. Kuongea hautaongea. Kuna roho ataongea. Kuna roho ataongea. My brother, kuna roho anashuka. Haleluya. My God, kufaulu utafaulu. Kuna roho anashuka. Haleluya. Ambia jirani yako, I receive it. I receive it. I receive it. Kuna roho anashuka. Sio shetani, sio mapepo, sio majini. Kuna roho wa Jehova anashuka. Sema leo ninapokea roho. I receive it. I receive it. Nitamsifu Mwokozi wangu kila siku ya maisha. Hakuna kitu cha fanana naye. Nitamsifu Mwenyezi Mungu kila siku ya maisha yangu. Hakuna yote kama yeye. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde nisikupata mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Zerubabeli alikuwa amejaribu, ndo aambiwe hapo utafaulu. Nikwambie leo ni madhabahu ilikuwa inajengwa. Na hiyo madhabahu alipoenda mara ya kwanza hakuweza kuijenga. Maana upingamizi uliinuka. Kuna watu walisema madhabahu haitajengwa. Uende usome hapo nyuma, madhabahu haitajengwa. Lakini Zerubabeli akaingiwa na uoga. Akaingiwa na kitu inaitwa uoga. Lakini neno la Mungu likamrudia. Sio mwaka wa kwanza. Hakungojea miaka 2. Hakungojea miaka 3. madhabahu haikujengwa kwa zaidi ya miaka 10, 10 years.
madhabahu ilikuwa imesimama, lakini Jehova akashuka akamwambia kupitia kuhani, kupitia nabii, enda uambie Zerubabeli ya kwamba kufaulu utafaulu. Haleluya. Napenda hili neno. Jehova hakuenda kwa mtu mwingine, alirudi kwa yule. Ambia jirani yako, you are the one. Mwambie you are the one. Sio mtu mwingine atachaguliwa, sio mtu mwingine atainuliwa. Jehova hakuenda kutafuta mwingine. Wakati alisema ni wewe, ilikuwa ni wewe. Jehova hakukosea, hakuenda kuchukua mwingine. Alisema rudi kwa Zerubabeli. Hata kama miaka imeenda, hata kama watu wameinuka, mwambie wakati huu 2024, this time round, kufaulu utafaulu. Ulijaribu kwa uwezo, ulijaribu kwa nguvu zako, ulijaribu na masomo yako, ulijaribu na jina ya familia yenu, lakini ulishindwa. Lakini mwambie Zerubabeli, not by might, not by power, but by my spirit. Kuna roho ambaye atashuka juu yako. Haleluya. Kuna roho ambaye atawachiliwa juu yako. Haitakuwa ni wewe. Ukiona unaongea Kiingereza, jua si wewe unaongea. Kuna roho amewachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona umepita hiyo mtihani, hiyo mtihani si wewe. Kuna roho amewachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ujue roho wako na nguvu. Yesu aliporudi kwa Baba, hakutuma malaika. Aliambia Petero, akaambia Petero ya kwamba nitatuma roho, sitatuma malaika, nitatuma roho. Maana Jehova ni roho. Jehova si malaika, Jehova ni roho. Mwambia jirani yako, pokea roho wa Bwana. Pokea roho wa Bwana. Haleluya. Alimwambia sio kwa nguvu zako. Hii uwanja haitakuwa kwa nguvu. Hapana. My brother, my sister, sio nguvu. Hii madhabahu iko na neema kubwa. Hii madhabahu neema iko hapa. Ile neema iko hapa. Wewe ndiye haujui. Wewe haujui. Lakini neema iko hapa. Hii neema ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Akasema itawezekana. Nakumbuka Jehova akiongea kwa unabii ya 2018-19. Akasema hata hii picha ya hii madhabahu mpya imepelekwa hadi kuzimu. Wale walikuwa hapa, nani anakumbuka? Imepelekwa hadi kuzimu. Shamba ya Mungu imepelekwa kuzimu, nani ya Mungu. Lakini Mungu akasema utafaulu. Kufaulu utafaulu. Hata kama picha yako imepelekwa kuzimu, hata kama nguo yako imepelekwa kuzimu, hata kama nywele yako imepelekwa kuzimu, nasema ikiwa ya Jehova imefaulu, hakuna kitu yako itakaa kuzimu, hakuna kitu yako itabaki kuzimu. Nasema hakuna kitu yako itabakia kuzimu. Chochote kilicho kuzimu, nasema ikiwa ya Jehova imetendeka, hata yako imetendeka, hata yako imetendeka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema yako imetendeka. Kile Mungu alikwambia, sasa ni uinue imani yako ya kwamba yangu imetendeka, yangu ishakuwa, yangu ishakuwa, kununua gari ishakuwa, kujenga ishakuwa, watoto ishakuwa. Sitaki kujua ni nini, lakini ya Jehova ikiwa imetendeka, imetendeka baada ya muda, miaka 2, 3, 5, miaka 6. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua kungojea umengojea. Na ndio maana Daudi alisema nikimalizia ya kwamba nilingojea Bwana, nimemngojea kwa uvumilivu. Najua umengojea ukidharauliwa, najua umengojea ukitusiwa, najua umengojea wakikunena mabaya, lakini atukuzwe Baba ambaye
hajakuachilia, ambaye hajakusahau, ambaye hajakubali maadui wakumalize. Nakwambia my sister, my brother, lazima maisha yako yatabadilika sasa. Lazima maisha yako yatabadilika sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukienda mbele ya Mungu saa hizi usiende na kunungunika. Hapana. Anza na kuambia Mungu, ninakushukuru Jehova, kwa sababu ulipeana shamba yako. Yangu umeshatenda. Ya Jehova ikiwa imetendeka. Usiende hata mbele ya Mungu na maneno mengi. Mwambie nakushukuru Bwana ya kwamba umetupatia title deed. Haikukuwa rahisi, lakini ninakushukuru Bwana. Ulitengeneza njia mahali hakuna njia. Ninajua hata ahadi yangu kutenda Baba umetenda. Hauhitaji kuongea maneno mengi. Enda mbele za Bwana na shukrani. Mwambie Baba nakushukuru ya kwamba madhabahu tunajenga na hata nyumba yangu nimejenga. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Jehova nakushukuru maana title deed umepeana, hata mapacha nimepokea. Mwambie Baba nakushukuru maana umepeana shamba yako, hata gari mpya ninaendesha. Jehova ninakushukuru. Moyo wangu hautalalamika, moyo wangu hautanungunika, moyo wangu hautauliza maswali. Nitaenda mbele za Bwana na moyo wa shukrani, nikimwambia Jehova asanti Baba, maana kile kilikuwa kimeshindikana sasa imewezekana, na hata mambo yangu najua imetendeka. Inua mikono yako juu ya Baba, maana Jehova amefanya kitendo ambacho si cha kawaida. Jehova mwenyewe, ongea na Jehova dakika moja. Mwambie Baba nakushukuru kwa sababu umetenda. Umetimizia madhabahu, umepeana uwanja wako, umepeana shamba yako, hata ahadi yangu najua Baba inatimia. Najua visa nimepokea. Ambia Jehova nimepokea. Najua kibali nimepokea. Najua kansa nimepona, kwa sababu uwanja tumepata. Hata kansa imeondoka, hata kansa imeenda. Mwambie kifo imeenda. Nasema imeenda. Sema kwa imani ya kwamba imetendeka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kile Mungu alikuahidi, hata kama muda umeenda na miaka imepita na miaka yako imeenenda, lakini amini Mungu siku ya leo ya kwamba kile Mungu alikuahidi, hata kama ni muda na masaa yameenda, nimekwambia ngojea Mwenyezi Mungu na ukae katika njia za Baba. Kaa kwa madhabahu ya Mungu na ahadi yako lazima itatimia.